Tafadhali bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Yes, bana, homa ya pambano la watani wa jadi kati ya Dar es Salaam Africans dhidi ya Simba Sports Club kama inaendelea kupanda hivi mara baada ya uongozi wa klabu ya soka ya Simba Dar es Salaam kuweza kuahidi donge nono kwa wachezaji ambao watashiriki katika dakika 90 za mchezo huo kati yao na watani zao wa jadi. Ukitizama kwenye wiki ilizopita, uongozi wa klabu ya soka Dar es Salaam Africans chini ya udhamini mkubwa wa GSM waliweza kutangaza dau la takriban shilingi 200 milioni ambazo zimewekwa mezani endapo Dar es Salaam Africans watafanikiwa kuifunga Simba Sports Club katika mchezo huo ambao ni mgumu na wa kusisimua utakaopigwa siku ya tarehe 8 kunako uwanja wa Taifa pale jijini Dar es Salaam. Lakini pia siku ya leo uongozi wa klabu ya soka ya Simba nao umekuja mezani na kuweka dau tofauti ambalo hilo ni dau linasemekana ni la dakika 90 tu pekee za mchezo ule, lakini pia inasemekana kuna madau mengine ama bonus nyingine ambazo zinaendelea kuwekwa na kutengenezwa kutokana na jinsi ambavyo viongozi wanataka mchezo huo uweze kuenda na jinsi gani ambavyo wanataka kuwapea wachezaji motivation kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanashinda mchezo huo ambao ni mgumu na wa kusisimua utakaopigwa siku ya Jumapili. Hasa baadhi ya madau ambalo limewekwa initially, dau la kwanza kabisa ni la takriban shilingi milioni 76 kwa ajili ya wachezaji katika dakika 90 za mchezo huo ambazo zitapigwa siku ya Jumapili tarehe 8 kuanzia majira saa 11 jioni katika uwanja wa Taifa pale jijini Dar es Salaam. Fedha hizo watagaiwa wachezaji kama ifuatavyo. Wachezaji 11 ambao wataanza katika kikosi cha kwanza cha klabu ya soka ya Simba wataweza kujivunia kitita cha takriban shilingi milioni 4 kila mchezaji mmoja ambaye atapata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza, yani ile first 11 ambayo itakumbana na wachezaji wengine wa klabu ya soka Dar es Salaam Africans. Wa Simba sasa watakuwa wamevuna takriban kitita cha shilingi milioni 4. Hiyo ni kwa first 11 tu, na wale wachezaji watatu ambao watafanywa sub watatoka bench na kuingia katika mchezo huo, basi na wao watakuwa ni sehemu ya wachezaji hao ambao watapata shilingi milioni 4 za Kitanzania. Kwa hiyo ukitizama mgawanyo wake shilingi kwa wachezaji 11 ambao wanaanza, kisha wale wachezaji watatu ambao wataingia, kwa itakuwa jumla ya wachezaji 14 ambao wataweza kushiriki mchezo huo kwa namna moja ama nyingine, watapata shilingi milioni 4 wote, ambayo itafika sasa takriban shilingi milioni 56 za Kitanzania. Ukiachana na wachezaji hao ambao watashiriki mchezo huo kwa dakika 90 katika namna moja ama nyingine, wengine wakikaa bench au watatu ambao nimeweza kukutajia, wachezaji wengine wale ambao watabakia bench sasa, kama jinsi ambavyo tunajua benchi la klabu ya soka ya Simba ama benchi la wachezaji wa akiba huwa linakaa na wachezaji 8. Kwa hiyo ukitoa wachezaji watatu ambao nimeweza kukutajia ambao wataingia kwenye mchezo kucheza, kuna wale wachezaji watano wengine ambao wataweza kusalia na hawatapata nafasi ya kucheza katika mchezo huo, basi wao wataweza kuweka kitita cha takriban shilingi milioni 2 za Kitanzania. Kwa hiyo kufanya milioni 2 mara hao wachezaji watano utakuwa unapata idadi ya shilingi milioni 10 za Kitanzania. Ukija kujumlisha na zile 56 za awali utakuwa unapata idadi ya jumla ya shilingi milioni 66 za Kitanzania. Mara baada ya wachezaji hao ambao watakuwa wamekaa benchi, basi kuna wachezaji wengine ambao wao hawatahusika katika mchezo huo kabisa, kwamba hawatakuwa kwenye lineup na wao watakuwa wamekaa jukwaani kwa ajili ya kushuhudia, kama jinsi ambavyo mashabiki wengi ambao watajitokeza kushuhudia mchezo huo. Basi kuna wachezaji ambao hawatapata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza wala hawatapata nafasi ya kuweza kukaa kwenye benchi, wao watakaa jukwaani kabisa, na wachezaji hao 10 ambao watakaa jukwaani wao watapata kitita cha takriban shilingi milioni 1 za Kitanzania kutokana na bonus za mchezo huo na kufikia idadi ya shilingi milioni 10. Kwa hiyo ukijumlisha pale kwenye milioni 66 ambazo nilikupa kwenye mchanganyiko ule wa awali, basi utapata shilingi milioni 76 za Kitanzania ambazo zitatolewa katika dakika 90 pekee za mchezo huo. Bado madau mengine hayajatangazwa, endapo Simba pengine labda watashinda watapata kiasi gani, ama
endapo watapata sare ama endapo watapata clean sheet, kutokana na jinsi ambavyo uongozi unataka shape ya mchezo huo uweze kwenda. Kwa mfano kama uongozi ungependa clean sheet iweze kutokea katika mchezo huo, basi na maana wataweza kutangaza dau kwa kikosi kizima kwamba endapo mkitoka na clean sheet tutawapa bonus ya kiasi hiki, ama wanataka mchezo ufunge mabao mengi kiasi gani, labda mkifunga kila bao tutalinunua kwa kiasi hiki, ama mkifunga mabao matatu tutatoa bonus ya kiasi hiki. Yote kwa yote ni kujaribu kuwapa wachezaji motivation katika kuelekea mchezo huo wa watani wa jadi kati ya Dar es Salaam Africans dhidi ya Simba Sports Club ambao utafanyika siku ya tarehe 8 kunako uwanja wa Taifa pale jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo so far maandalizi kama jinsi ambavyo tunaona yamekuwa yanaendelea baada ya kumalizika kwa mchezo kati ya Simba na Azam, Simba Sports Club wakiweza kupata ushindi wa jumla mabao 3-2. Mabao ya Meddie Kagere dakika za mwisho kabisa ikipatia Simba ushindi mara baada ya kuwa aggregate imelingana ya mabao 2-2 baina ya timu zote hizi mbili. Lakini pia ukitizama jinsi gani ambavyo Simba wanajiandaa kuelekea mchezo huo, tumeweza kuona training sessions mbalimbali ambazo wameweza kuzifanya hasa siku ya leo mara baada ya kumalizika kwa mchezo huo dhidi ya Azam uliofanyika siku ya tarehe 4 siku katika uwanja wa Taifa pale jijini Dar es Salaam. Lakini pia tukaweza kuona kina Deo Kanda wakirejea kwenye peak mara baada ya kutoka injury. Lakini pia Meddie Kagere tukaweza kumuona akirejea kwenye peak akifunga goli kwenye mchezo huo na anapata confidence kuelekea mchezo huo wa watani wa jadi dhidi ya Yanga, ambao kama tunavyoweza kuona utakuwa ni mchezo wake wa tatu, dabi yake ya tatu ya Kariakoo kuweza kushiriki, kama sio dabi yake ya 4, kwa sababu msimu kabla ya msimu wake wa kwanza aliweza kushiriki dabi ya kwanza, lakini pia akaweza kushiriki dabi nyingine ambayo aliweza kufunga bao, lakini pia dabi ambayo aliweza kufunga mchezo uliopita aliweza kufunga pia bao moja katika yale mabao mawili ambayo baadaye alikuja kusawazishwa. Kwa unaweza kuona Kagere anaweza akaingia kwenye history ya kuwa mmoja wa wachezaji ambao wanaweza kufunga kwenye dabi 3 mfululizo, kwa sababu katika dabi 2 hizi ambazo zimeweza kuchezwa Kagere amefunga kwenye dabi zote. Kama utakumbuka msimu uliopita mechi ambayo Simba Sports Club ilishinda bao 1-0, Meddie aliweza kufunga bao pekee katika mchezo huo. Lakini dabi iliyopita iliyofanyika Januari 4, Kagere naye pia aliweza kufunga bao la kwanza kwa mkwaju wa penalty. Kwa hiyo anaweza kaingia kwenye history ya wachezaji ambao wamefunga mara 3 mfululizo kwenye dabi hii, akiungana na kina Shiza Kichuya ambao aliweza kufanya hivyo. Pengine anaweza kaungana na kina Hamis Tambo kipindi ambacho anachezea Dar es Salaam Africans, aliweza kufanya vizuri na kuweza kufunga. Lakini pia topic nyingine ambayo imekuwa inazungumzwa sana ni Konde Boy himself Luis Jose Miquissone, ambaye anaonekana kuwa katika kiwango bora hivi karibuni, na mashabiki wengi wa Simba wanawish kwamba ifike hiyo siku ya tarehe 8 haraka ili waweze kumshuhudia Luis Jose Miquissone akicheza katika kikosi cha Simba dhidi ya watani zao wa jadi Dar es Salaam Africans. Lakini pia washuhudie jinsi gani ambavyo mwalimu Sven van der Broek ataweza kuaccommodate kumpanga Deo Kanda ambaye tunajua ni winger teleza, ampange pia Luis Jose Miquissone ambaye tunajua winger teleza. Watu wengi pia wanawish ampange Francis Kahata Nyambura, ampange Clatous Chama, maufundi aweze kuonekana pale katikati, kwa sababu upande wa Dar es Salaam Africans wao wamekuwa wakijivunia sana jinsi ambavyo ile shibobo inachezwa katika timu yao kupitia kwa kupitia kwa mshambuliaji wao Bernard Morrison ambaye amekuwa akicheza shibobo, na wachezaji wengine kama kina Haruna Niyonzima na wachezaji wengine ambao wamekuwa wakishiriki katika ile style ya shibobo. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo vitaweza kutokea katika mchezo huu, mashabiki wangependa zaidi soka safi liweze kutandazwa, lakini pia zaidi matokeo yaweze kwenda upande ule ambao mashabiki hao wanatarajia matokeo yaweze kwenda. Yanga wanatarajia matokeo yaweze kwenda vizuri upande wao, lakini pia mashabiki wa Simba nao wanatarajia matokeo mazuri yaweze kuwa upande wao. So kwa hiyo so far hichi ndicho kitu ambacho nimeona nikusogezee muda na wakati kama huu kuhusiana na dau nono ambalo limeweza kutangazwa. Awali nilikusogezea dau nono ambalo lilitangazwa na GSM
la shilingi milioni 200. Lakini pia sasa hivi Simba Sports Club na wao wanaonekana kutangaza dau lao la dakika 90 la shilingi takriban milioni 76, kama jinsi ambavyo nimeweza kukuchanganulia hapo awali, kutokana na mgawanyiko ambao utaweza kufanyika katika mchezo huo wa watani wa jadi Dar es Salaam Africans dhidi ya Simba Sports Club, uwanja wa Taifa, siku ya tarehe 8 mwezi wa 3. Hebu niachie mawazo yako wewe, unazungumziaje dau hili ambalo limeweza kutangazwa na uongozi wa klabu ya soka ya Simba, takriban shilingi 76 milioni za Kitanzania? Unahisi zinaweza kuwapa motivation ama dau ni kidogo waongeze zaidi? Kufika hapo sina la ziada, gonga like kwenye video, drop your comment. I go by the name AZARALLI Azar Ali, and this is Azar's Post. Muchas gracias.